Na kando na hayo, baadhi ya wachapishaji vitabu humu nchini wameelezea kukadiria hasara kufuatia mabadiliko ya mtaala wa elimu kutoka ule wa zamani wa 844 hadi wa CBC, wakisema kuwa walilazimika kuviharibu vitabu vingi ambavyo tayari walikuwa wamevichapisha humu nchini chini ya mfumo wa 844. Akizungumza mjini Busia wakati wa kongamano la walimu wakuu wa shule za msingi eneo la Magharibi KEPSHA, meneja wa mauzo kutoka kampuni ya uchapishaji vitabu ya One Planet ya Stephen Emongor na vilevile Nathan Mulwa kutoka kampuni hiyo ya uchapishaji ya Distribution walisema vilevile kampuni nyingi za uchapishaji na vitabu zilipoteza mamilioni ya fedha. Before a whole year is done, then they were changed. So nobody could accept the old one. We had to go and reprint. And this is the tricky part about printing. We have what we call the minimum number of books that you should print. So we do like 10,000 per print. So if you do less than that, you know the price automatically go high. And therefore we have to go asara kubwa. If you come to the warehouses of publishers, kuna vitabu vingi vimebaki, vimekwama pale. But hatuna budi kwenda na hiyo change. Because there was a need for that change. There was a need for rationalization to streamline the curriculum. Kwa hiyo ilikuwa muhimu ifanyike hivyo, ingawaje publishers wameenda kwa hasara kubwa sana. The stakeholders, wale wahusika wakuu katika Ministry of Education, watilia mkazo sana mambo ya literacy right away from the lowest levels. If we do that in our schools, tutakuwa tumeimarisha the learning outcomes of CBC. But tunaomba wahusika waelekeze walimu kutumia curriculum design kuona mabadiliko ambayo yamefanyika pale. Kwingineko, zaidi ya wasichana 200 wamehamasishwa kuhusu ngono na mimba za